Iko tamthilia moja maarufu ya mapenzi ambayo imesimuliwa kwa karne nyingi sana. Ni hadithi kuhusu mapenzi yasiyoweza kuzuiliwa kati ya vijana wawili waliotoka kwenye familia mbili zenye utajiri mkubwa ambazo zilizozana kwa miaka mingi sana. Mapenzi ya vijana hawa yametamaniwa na watu wengi, maelfu ya binadamu wakiasifia mahusiano ya wapenzi hawa wawili. Wapenzi hawa ni Romeo na Juliet. Romeo na Juliet ni moja ya hadithi za mapenzi zinazotambulika zaidi duniani. Inaonyesha jinsi upendo wa kweli unaweza kuwa na nguvu, lakini pia jinsi uhasama wa jamii unaweza kusababisha migawanyiko na maafa. Toka ningali mdogo, nimekuwa na maswali mengi kichwani mwangu. Mbona hadithi ya Romeo na Juliet isimuliwe, filamu ziigizwe na hata vitabu viandikwe kuzungumzia mapenzi ya watu hawa wawili? Tena nikajiuliza, kwani hawajawahi kuwepo watu wenye mahusiano ya kimapenzi yenye kusisimua zaidi ya Romeo na Juliet? Katika historia ya mapenzi waliwahi kutokea watu wengi waliopendana sana, lakini mapenzi ya Romeo na Juliet ni thibitisho tosha la mapenzi ya dhati. Safari yao ya mapenzi ilikuwa na matukio mengi yenye matamanio makubwa, ila mwisho wao ukawa mbaya sana. Romeo na Juliet walizaliwa katika nchi ya Wataliano. Na ni kwa nini hadithi hii iwe moja ya hadithi kubwa zenye matamanio makubwa kuwahi kutokea katika uso wa dunia? Wapenzi hawa walifanya jambo gani ambalo mpaka leo kila zinapohadithiwa tamthilia za mapenzi mpaka majina Romeo na Juliet yatajwe? Zamani sana, zaidi ya miaka 1300 iliyopita, katikati mwa jiji la Verona katika nchi ya Wataliano, zilikuweko familia mbili kubwa. Moja iliitwa Montague na nyingine iliitwa Capulet. Familia hizi mbili zilikuwa na utajiri mkubwa na nguvu sana katika mji wa Verona, ila zilikuwa na uhasama mkubwa wa miaka mingi. Mzozo baina ya familia hizi ulichangiwa na matukio ya zamani kati ya familia hizi. Ugomvi wao ulisababisha mauaji ya watu wengi kutokana na mapigano yao ya mara kwa mara. Romeo alitokea katika familia ya Montague na Juliet alitokea katika familia ya Capulet, familia mbili zilizokuwa na uhasama mkubwa ambao kwa mara nyingi ulipelekea watu kupoteza maisha. Wakati wa mapigano kati ya familia hizi mbili, penzi la Romeo na Juliet lilikuwa bado halijaanza kwa kuwa walikuwa hawajawahi kukutana. Kipindi hicho Romeo alikuwa mwenye huzuni kubwa na majonzi sana kwa sababu ya mapenzi yasiyojibiwa kwa mwanamke aliyempenda kwa dhati aitwaye Rosaline. Kwa mara nyingi marafiki wa Romeo ambao ni Mercatio na Benvolio walijaribu kumfariji na kumsihi aache huzuni yake, wakimwambia kuwa ipo siku atampata mwanamke atakayempenda. Juliet alikuwa ni msichana mrembo mwenye umri mdogo, na palikuwepo na jamaa mmoja aitwaye Count Paris ambaye alikuwa na utajiri mkubwa katika jiji la Verona na alikuwa akimpenda Juliet. Count Paris alikutana na babake Juliet na kujieleza jinsi alivyompenda Juliet na kutamani awe mke wake. Babake Juliet aliridhia ombi la Count Paris, ila kulingana na sheria zilizokuwepo zamani akamuomba kuwa na uvumilivu na asubiri hadi pale Juliet atakapofikisha miaka ya kuolewa na kuwa mke wa mtu. Count Paris akatambulika rasmi kuwa ni mchumba wa Juliet, lakini Juliet hakumpenda kama bwana huyo. Mamake Juliet ambaye ni Lady Capulet alijaribu kumshawishi Juliet akubali kuolewa na Count Paris, lakini Juliet akakataa. Siku moja mzee wa Capulet ambaye ni baba wa Juliet aliandaa sherehe kubwa na kumwalika Count Paris katika sherehe hiyo ili amkutanishe na Juliet kwa mara ya kwanza. Lakini familia ya Montague
haikualikwa kwa sababu ya mzozo wao na familia ya Capulet. Wakati wa matayarisho ya sherehe hiyo, mfanyikazi wa Capulet alitumwa kupeleka barua za mwaliko kwa watu waliotakiwa kufika katika sherehe hiyo kubwa ya familia ya Capulet. Basi wakati mfanyikazi yule anasambaza barua za mwaliko, alikutana na Romeo na Benvolio ambao wanatoka katika familia ya Montague. Katika orodha ya watu walioalikwa, wakaliona jina la Rosaline, msichana ambaye alikuwa ameuteka moyo wa Romeo. Marafiki zake walimshawishi Romeo kuhudhuria sherehe hiyo ili akamwone Rosaline. Wakapanga mpango wa kuingia kwenye sherehe hiyo kwa kujificha. Siku zilisonga na hatimaye siku ya sherehe hiyo ya the Capulet ikafika. Benvolio ambaye ni rafiki wa Romeo akamshawishi Romeo wahudhurie sherehe hiyo, lengo ikiwa ni kumfanya Romeo kukutana na wasichana wengine warembo na kuachana na Rosaline. Romeo na Benvolio walifanya maamuzi hatari ya kwenda kwenye sherehe hiyo ya the Capulets. Licha ya uadui wao mkubwa, waliamua kuficha nyuso zao kwa kuvaa maski usoni ili wasiweze kutambulika. Yasemekana kwamba walikuweko vijana wengi katika hafla hiyo, ila licha ya kuvaa maski, Romeo aliwazidi vijana wote kwa uzuri wake. Akiwa katika sherehe hiyo, Romeo akamuona msichana mrembo Juliet. Hapo moyo wake ukatekwa na mapenzi mazito kwa Juliet. Romeo hakuwa na ufahamu wowote kwamba familia yao na familia ya Juliet zina uhasama mkubwa. Palikuwepo na binamu ya Juliet aitwaye Tybalt katika sherehe hiyo, ambaye aligundua kuwa Romeo kutoka familia Montague ambao ni maadui wao amehudhuria sherehe hiyo bila mwaliko rasmi. Tybalt akakasirika sana na jambo hili na kutaka kumuua Romeo, lakini babake Juliet akamzuia asimwangamize Romeo, na badala yake akawafukuza Romeo na Benvolio watoke kwenye nyumba yake. Walipofukuzwa kwenye nyumba hiyo, Romeo hakuondoka kabisa kwa sababu moyo wake ulikuwa tayari umeshazama kwenye penzi zito kwa Juliet. Alienda kujificha kwenye sehemu fulani ya nyumba hiyo ya baba ya Juliet ili amuone tena Juliet. Baada ya sherehe hiyo kuisha, Juliet alienda chumbani kwake na kusimama katika dirisha la chumba chake huku akiwaza kwa sauti jinsi alivyovutiwa na uzuri wa Romeo, huku akiwa na hofu ya lile litakalotokea mbeleni kwa sababu familia zao zina ugomvi mkubwa. Romeo aliposikia sauti hiyo akavutiwa sana na ghafla akatoka kwenye mahali alikokuwa amejificha akisubiri kumwona Juliet. Wawili hawa wakazungumza kwa mara ya kwanza, na kwa sababu ya upendo wao ulikuwa mkubwa, usiku huo huo wakaahidiana kuwa liwe liwalo wataoana licha ya uadui mkubwa kati ya familia zao. Waliamua kufunga ndoa ya siri siku ya pili kwa msaada wa Padri Lawrence. Romeo na Juliet wakafunga ndoa kisiri. Padri huyo alikuwa na matumaini kuwa ndoa yao itaweza kuleta amani kati ya familia zao. Baada ya ndoa yao hakukuwepo tena na matukio ya furaha, na kilichofuata ni misukosuko ya mara kwa mara, mateso na mitihani migumu mno. Baada ya ndoa ya wapenzi hawa, mambo yanabadilika. Tybalt, binamu wa Juliet, akawa na chuki dhidi ya watu wa Montague, na mtu aliyekuwa na chuki nzito naye alikuwa ni Romeo kwa kosa la kuhudhuria sherehe za familia ya Capulet bila kualikwa. Tybalt akamtaka Romeo wapigane kwa sababu ya tamaduni za zamani. Ilikuwa mtu ukikosana naye mnaingia ulingoni kupigana mpaka mmoja afi, ikiaminika kwamba mshindi ndiye mwenye haki na ndiye aliyechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Romeo hakutaka kupigana na Tybalt kwa sababu alimchukulia Tybalt kama ndugu yake baada ya kumuoa Juliet. Mercutio ambaye ni rafiki ya Romeo alikerwa na dharau za Tybalt, hivyo akamwambia Tybalt waingie ulingoni wapigane. Mercutio alitaka kulinda heshima ya familia yao ya Montague.
Mercutio alipopigana na Tybalt alijeruhiwa vibaya sana. Romeo hasira zikampanda na akaingilia kati kumsaidia rafiki yake, lakini mapambano yalikuwa makali sana na kwa bahati mbaya Romeo akamuua Tybalt kwa upanga wake. Mfalme wa Verona kwa kipindi hicho alikuwa amepiga marufuku mapigano yoyote katika mji wa Verona, na akasema ikiwa utatokea mapigano yoyote katika mji huo, basi watakaohusika watahukumiwa kifo. Mfalme wa Verona akagundua kuwa Romeo hakukusudia kuua, basi akampiga marufuku Romeo ya kukanyaga katika mji wa Verona, na iwapo Romeo atarejea Verona, basi atahukumiwa kifo. Romeo alikimbilia mji wa Mantua, lakini kwa mapenzi mazito aliyokuwa nayo kwa Juliet akawa anajiibaiba usiku ili kukutana na Juliet. Alikuwa akifanya hatari kubwa sana kwa kujipenyeza kwenye jumba la Capulet na kuingia mpaka ndani chumbani mwa Juliet ili akutane naye. Familia ya Juliet ilipinga vikali mapenzi ya Romeo na Juliet na kumtaka aondoe huzuni aliyokuwa nayo, na kisha babake akatishia kumpa laana endapo angekataa kuolewa na Count Paris. Familia ya Capulet ilifanya mpango ili Juliet aolewe na Count Paris, tena kwa haraka sana. Juliet alifunga safari na kumtembelea Padre Lawrence ambaye ndiye aliyewafungisha ndoa Romeo na Juliet. Juliet alimtembelea padri huyu ili kumwomba msaada. Kwa msaada wa Padre Lawrence, Juliet alipewa dawa ambayo akiinywa itamfanya aonekane kama amekufa kwa siku kadhaa, na kila atakayemuona ataamini kabisa kuwa Juliet amekufa. Padri akamhakikishia kuwa familia yake itakapofahamu kuwa Juliet amekufa, basi ndoa yake na Count Paris itasitishwa na atafanya haraka iwezekanavyo ampe habari Romeo, na kisha Romeo atakuja kumuiba katika makaburi yao, na Juliet atakapoamka atachoroka naye na waende waishi katika nchi nyingine. Usiku kabla ya usiku wa ndoa ya kulazimishwa ya Juliet na Count Paris, Juliet akanywa ile dawa, na ile dawa ikamlaza usingizi mzito ambaye kila aliyemtazama aliamini kabisa kuwa yeye amekufa. Walimpeleka na kumlaza kwenye makaburi yao, lakini kwa bahati mbaya juhudi za Padre Lawrence za kumfikia Romeo na kumpa ujumbe na kumweleza mpango wote hazikufaulu. Juhudi zake ziligonga mwamba, kwa maana jiji la Verona liliweka vizuizi vya mtu kutoka au kuingia mji wa Verona. Romeo kupitia kwa mfanyikazi wake akamfahamisha kuwa Juliet amefariki. Romeo kwa uchungu aliona kwamba hana haja ya kuishi baada ya kumpoteza Juliet. Akataka aende ajionee mwenyewe kwa macho yake mwenyewe. Kabla hajafunga safari, Romeo akanunua sumu kali ili atakapomuona Juliet na kuthibitisha kuwa kweli amefariki, ainywe sumu hiyo ili naye afe. Alipofika makaburini, alimkuta Count Paris yuko pale makaburini. Paris alipomuona Romeo alipigana naye. Romeo aliyekuwa kama amewahuka akamuua Count Paris, kisha akaingia ndani na kutazama mwili wa Juliet. Alivyomuona Juliet aliamini kabisa kuwa Juliet amekufa. Basi papo hapo Romeo akanywa sumu ile na akafa kando ya Juliet. Baada ya muda, nguvu ya dawa hiyo ambayo Juliet aliyokuwa amekunywa ikaisha na Juliet akaamka. Alipoamka alimkuta Romeo amekufa kando yake, mikononi ameshikilia chupa ya sumu. Juliet akachukua chupa hiyo ili naye anywe sumu hiyo ajiwe, lakini sumu hiyo ilikuwa imeisha. Juliet akasikia watu wanakuja na wakimpata watamchukua na kubuoza kwa Count Paris. Juliet alichukua kisu alichokuwa nacho Romeo na akajidunga, kisha akafa. Familia ya Montague na familia ya Capulet pamoja na mfalme wa Verona wakafika kwenye makaburi na wakawakuta Romeo na Juliet wamekufa huku wamelaliana, na Count Paris akiwa amelala nje na amekufa.
Familia ya Montague na Capulet wakamaliza ugomvi wao wa miaka mingi na kufuta chuki zao kutokana na vifo vya watoto wao. Familia hizi mbili zilijifunza kuwa chuki yao ndiyo iliyosababisha hasara hiyo kubwa ya kupoteza watoto wao waliokuwa na upendo wa dhati. Mimi ni mtaalam Ronald Thoya.